Katika ibada ya tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2026, mpakwa mafuta wa Bwana MWV James Onea alitoa unabii kwa habari ya Tundu Lissu, na haya ndiyo yalikuwa maneno yake. Nilichukuliwa loani nikapelekwa siku za usoni, nikamwona Tundu Antipas Lissu. Amen. Alafu nikaonyeshwa bank account, nikaonyeshwa transaction zinafanyika katika bank account yake. Cha ajabu ambacho mimi nilikiona katika yale maono, nilikuwa naona zile transaction, ile ya bank account is not bank account ya local currency. Unanielewa Nikaona fedha zinafanyaje, zinaingia kwenye bank account yake. Nikataka kujua nini maana ya mambo haya. Amen. Zeni loani mwangu, sema loani mwangu, neno likanijia ya kwamba Tundu Lissu atakapotoka kuna kitu mtakisikia kinaendelea, ya kwamba nilifanyiwa uovu, I need compensation, ninahitaji fidia. Then nikaona mashirika ya kimataifa yakiingilia nini kati. We prophet, tunapoona jambo la kitaifa hatuoni jambo la kichama, tunaona jambo la nini, la kitaifa, na tunayanena yale ambayo Bwana ametufanya kuyajua. Kwa napozungumza ni hatari. Tarehe 7 watu wametangaza maandamano. Hiyo namba ni namba ya reconciliation, unanielewa Amen. Hiyo ni namba ya nini? Reconciliation. Ni namba ya upatanisho. Unaposema mwaka wa 7 Kumbukumbu la Torati 15 utakuwa ni mwaka wa maachilio, achilia watumwa. Maana yake wewe ulikuwa ni bosi, lord, mimi ni mtumwa. Sasa tunapatanishwa, tunakuwa same nini level. Tukikutana kula tena bosi wangu, hakuna my lord. Tunasalimiana katika lugha ya wote, tuko same level. That is code number 7. Basi mtu wa Mungu, ikiwa ni siku moja tu tokea MWV James Onea ametoa unabii huu katika ibada ya unabii wa mwezi wa 7 kuhusu nchi sehemu ya pili, tunaona picha halisi ya kuelekea utimilifu kamili wa kile mpakwa mafuta wa Bwana MWV James Onea amenena siku ya tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwani leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa 7 2026, mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ameiomba mahakama ya rufani ya Dar es Salaam iamuru mkurugenzi wa mashtaka DPP kumlipa fidia kwa kile alichodai kuwa ni usumbufu uliotokana na ucheleweshaji wa kesi yake kwa siku 139. Lissu aliwasilisha ombi hilo mbele ya jopo la majaji watatu akidai kuwa upande wa jamhuri umetumia mbinu za kisheria zilizochelewesha mwenendo wa shauri hilo kwa makusudi, hali inayomfanya aendelee kubaki rumande bila sababu za msingi. Kwa mujibu wa Lissu, ucheleweshaji huo ulianza Februari 24, 2026 na kufikia wakati wa kuwasilisha maombi hayo ulikuwa umefikia siku 139. Sasa alikuwa amewasilisha zuio ama pingamizi dhidi ya maombi ya serikali, akisema kwamba haya ni miongoni mwa aina ya mashauri au aina ya maombi ambayo hayaruhusiwi na sheria, kwa sababu mahakama inapotoa uamuzi mdogo kuhusiana na hoja yoyote mahakamani, basi wadaawa waruhusiwi kukata rufaa au kupeleka maombi ya mapitio, labda tu pale ule uamuzi unapokuwa umetolewa uwe na ile hadhi ya kumaliza kabisa lile shauri au kuamua kwamba nani kashinda nani kashindwa, na kwa maana hiyo kuna hukumu au kuna uamuzi ambao unaamua moja kwa moja haki za wadaawa. Kilichotokea siku ile ilikuwa ni kwamba tu kipande cha ile notice ilikuwa imekataliwa na kesi itakiwa iendelee. Kwa hiyo wakawa wameweka pingamizi, upande wa serikali wanasema wao walikuwa sahihi, wao walikuwa wanapinga kwamba wanasema mahakama ilikwenda ianza kujadili ule ushahidi na kwamba hawakusikilizwa kutokana na kujadili ushahidi. Mwenyekiti Tundu Lissu ameweza kuonyesha kwamba amepitisha katika rekodi ile akionyesha kwamba jinsi ambavyo mahakama inatoa nafasi kwa pande zote mbili kusikilizwa, na kwa maana hiyo basi hilo dai la kusema kwamba kusikilizwa sio sahihi, na akaomba vile vile kwamba kutokana kwamba amekaa ndani kwa hiyo siku 139 basi mahakama itumie madaraka yake au mamlaka yake chini ya kifungu cha 367 cha sheria ya makosa ya jinai kuweza kumpatia fidia, na akasema kwamba yale yote ambayo yamefanywa na mkurugenzi wa mashtaka wa taifa mashtaka yanakiuka ibara ya 59
ibara 59 b kubwa fungu kile kidogo cha 4 ambacho kinamtaka mwendesha mkurugenzi wa mashtaka wakisha kwamba anatenda haki, kesi zinakwenda haraka na atumii mfumo wa jinai kuweza kufanya nini, kumuumiza mtu au kutenda haki. Sasa baada ya kusikilizwa pande zote hizo mbili, mahakama imesema kwamba itatoa uamuzi wake. Inataka nafasi kwanza kuweza kuamua, je, pingamizi la mwenyekiti Tundu Lissu lilikuwa ni sahihi? Kama ni sahihi itaishia tu hapo, lakini ikiona kwamba pingamizi alikuwa na msingi, basi itaingia katika awamu ile ya kufanya nini, kutolea uamuzi katika yale maombi ya serikali ambayo yalikuwa yamesikilizwa. Kwa hiyo ndicho ambacho kimejina. Baada ya hapo, kwa mahakama inasema baada ya kuandika uamuzi, basi notice au taarifa itatolewa kutujulisha kwamba uamuzi huo utakuwa tayari lini, tayari kwa kuweza kusomewa. Asante.